Mama. Sasa mama, mpaka sasa hivi natakiwa mninunulie madaftari mimi nirudi shuleni. Hauna madaftari? Daftari mimi sina, ameshaisha. Unajua mambo ya chuo haya mama. Takuja nimwambie baba yako. Takiwa sasa akicha mama mwambie kabisa kwamba mimi nataka nirudi shuleni. Wewe kaka. Unasemaje? Kuwasumbua tu daftari. Hii. Yaani wewe upo busy kuna simu, daftari. Jada ukoona na wifi. So nitambulisha na wifi. Na wewe unachekesha. Kama mimi niche na wifi hapa nyumbani wakati mimi bado nasoma shule. Naona mambo ya ajabu. Atakiwa wewe bwana. Wewe na wewe mimi nitaoa tu. Sasa hivi nasaidana kazi na mama. Angekuwa wifi tungekuwa tunasaidana. Kwani wewe umeshaleta wako mama uche mwambie baba sasa. Sana na huyu mwingine. Mimi naenda hapa sasa. Narudi. Mama na mwana wapenda nao hao. Jamani. Marahaba giza mama Sara. Giza mama Sara. Mama Msa. Baba naingiza ndani haya. Acha hapo. Kuna jambo hapa nataka nifanye. Weka endelea na shughuli zako. Baba. Jamani. Ukubwa dawa. Bwana, nilikuwepo pori. Sasa cha kushangaa, sina tembea. Natembea. Nikakutana na sungura, nikasema leo familia yangu kitoweo. Baba. Wacha nimfukuze, fukuza. Unajua? Nikaenda kujikwa. Nadondoka. Nimeumia. Unaona pale? Kwa baba ukamkamata. Nikasema hivi, enzi zangu. Enzi za ujana wangu mimi. Ukiulizia nilikuwa ni balaa. Yaani nilikuwa ni hivi. Nikiingia kukamata mnyama yoyote yule, nilikuwa nakimbia. Kuna siku sasa hiyo tulikuwa tunafukuza ndege. Haya. Tulikuwa tunakimbiza. Mimi ule mnyama kwa spidi niliyokuwa nayo, nilikimbia hadi nikaenda mbele yake, nikaenda kumsubiri. Saa ngapi asije kaja kumshika. Kwa mimi nilikuwa ni hatari, lakini sema tu nyonga zimekataa leo. Sungura kanichezea leo. Baba. Nilimuulizaga bibi. Ndio. Kumbe wako unatudanganya. Na wadanganya mimi? Kwamba wewe unakimbia sana. Hakuna mtu wa kukupata eti. Hapo nikwambia sasa. Mimi nilikuwa striker moja hatari, nilikuwa nategemea timu ya kijiji. Utani baba. Ni ukweli, yani nilikuwa nategemea timu ya kijiji ilikuwa ni mimi. Mimi ndo wa kwanza kutaka. Yaani baba, yaani wa matani mume wangu. Kweli? Ni ukweli. Alafu nikwambie kitu. Bwana, kuna siku moja. Unajua mtoto wangu Felista. Baba. Bwana, huyo mama yako kama ujui. Nikupe kidogo introduction. Niambie baba. Mama yako nimempata kwenye kucheza boli. Nilikuwa nikimwangalia. Mimi kila mechi goli. Unamwona tu jamani, Mzee Magwanda. Nilikuwa naitwa sababu kijana Magwanda. Sasa hivi si ni Mzee Magwanda. Kijana Magwanda huyo. Namwona tu mamako anashangilia, alafu tukienda mapumziko unamwona mamako anamfanyia. Na mimi nafanya hivi. Hapo kipindi hicho maji ya kununua yalikuwa hamna. Unachotea kwenye jagi, kila mtu anakunywa. Wewe, ilikuwa ni hatari. Mimi nilikuwa ni hatari. Huyo mamako nimempata kwenye kucheza mpira. Eti mama kweli? Hawezi kaongea kwa sababu tayari shasema ule ukweli. Unafikiri atakwambia mamako? Hawezi kuambia. Hawezi kuambia. Bwana, Musa yuko wapi? Musa. Sika kaenda
wapi. Lakini alikuwa ndani. Yaani huyu naye kwa sababu anategea mimi mzee mzima na kwenda zangu shamba kwa sababu kwanza masika yamekaribia. Nimeona mti hapa. Bwana akasema hebu ngoja nikatengeneze japo mpini. Ili ndio. Wewe unatengeneza mpini wakati kama mtu anataka aende shule. Shule na kulima. Kama hujui mwanangu siku hizi ngoja nikupe somo moja. Siku hizi kuna kusomea mambo ya ukulima na ufugaji. Kama haujapitia kulima, unataka kuniambia kwamba unaweza ukawa mwelewa katika kudili na mambo ya kilimo na ufugaji. Yaani unatakiwa uwe unafanya kazi kwa vitendo. Elimu kwenye daftari lakini pia vitendo wanaita practical. Sawa? Kwa yeye akiniambia sio msome haya akienda kitengo cha kilimo na mifugo, haya atamweleza nani? Atamwambia nani kama hajui vitendo? Na serikali ya sasa hivi hata ukiwa na cheti wanakwambia tengeneza kwanza tukuone. Kwa hiyo lazima na yeye afanye kazi kama asili yake, kazi ya kulima kama ya baba yake. Mimi kilimo kinanifanya napata kipato, nampeleka shule, si ndio? Lazima afanye hivyo. Kwa hiyo akianza kusema kwamba mimi bwana msomi siweze kulima, wewe nani kakudanganya? Lazima alime. Kabla hajaenda shule lazima alime. Hiyo bwana haijaishia hapo. Mnamjua mzee Mangungu? Mzee Mangungu ile mihogo yake yote imeng'olewa. Halafu cha kushangaza aliyeng'oa ile mihogo hajulikani. Kwa hiyo imeibiwa. Yaani ni hivi, ilikuwa bado hata haijakomaa. Sio ni jirani yangu. Yeye shamba hapo, mimi shamba langu huko. Sema baba kwa hiki kijiji chetu wezi wanaongoza. Ndio, lakini nasikia alikuwa na bifu. Alikuwa na bifu na yule mzee na yule mzee Magu. Yaani wewe baba mstawi, umejuaje wewe? Nakwambia ni hivi, sisi ndo wazee wa Mbeya wa mtaa huu kama hujui. Yaani mimi kila kitu. Yaani mimi ni kama mwandishi wa habari. Kila kitu kinachotokea hapa. Kila kitu kinachotokea hapa lazima nijue. Mzee Mbeya kwa kifupi unaweza kaniita. Jamani, amnisapoti asema. Yaani wewe. Nikwambia kuna faida, kila kitu kina faida na hasara. Umbea una faida na hasara. Cha kwanza, faida. Huyu mke wangu anaweza kawa anasakwa na watu. Mimi nikawa nasikiliza, bwana. Anamsa. Siku hizi ni nini? Mimi nikategesha pale, nikaja kukupa taarifa. Kama ni kukimbia utakimbia. Si ni faida hiyo? Sasa, nyie mnafikiri kila kitu kina hasara? Umbea ni faida siku hizi. Dunia sasa hivi umbea ndo kila kitu. Kuja ni waache. Mimi ni waache. Kama mlivyo na shughuli zenu. Hapa niko ubao. Hapa niko ubao. Kuna chochote kile ndani? Mimi niko ubao mjue. Nimetoka shambani na njaa. Si nyie mlikuwepo tu nyumbani hapa mmekaa. Sasa nyie mnafikiria baba msakijana maneno mengi pepe. Mnafikiria kwamba eti hana njaa. Sisi wengine tumeambiwa maneno huumba. Kwa mimi nikiongea nafikiria labda kuna chochote kitu kitatengenezwa ndani kitajiumba. Lakini wenzangu na mimi ndo mnaosha vyombo. Si mmeshakula afu mmenimalizia. Oho. Shauri yenu. Ngoja niwaache. Lakini kimo ndani kinanichema ngoja tukutengee. Kumbe. Hicho ndo cha msingi. Kama sio cha sekondari. Baba ameongeza mtu. Huyu salamu yangu. Mara hapa kipanga masala. Karibu. Umetoka shambani? Nimetoka shambani mwanangu. Karibu wapi ulikuwa? Nilikuwa ndani tu. Wewe unapenda kulala wewe. Baba na wewe. Unapenda kulala wewe. Nimewaulizia hapa mamako. Wakasema hatujui alipo, kumbe ulikuwa hapo ndani. Kwa ndani huko. Kwa muda wote ambao nimeongea hapo ulikuwa unisikii babako. Si ndio? Mimi nimesikia tu unasemea Chief Nkura umemkimbiza kaanguka. Bwana hivi. Si ya kusimulia. Nilijifikiria ningerudi enzi za ujana wangu. Surprise ningemfanyia yule sungura.
alikuwa anaenda kusimulia mwenyewe. Yaani ana bahati yake. Leo tungekuwa kuna kitoweo leo. Sema na wewe babu umeshazeeka sasa hivi. Nimezeeka, lakini wanasema ng'ombe hazeeki maini. Utamwona ngozi tu kukunjamana, lakini maini yako vile vile. Sasa mwanangu, kitu kimoja ambacho mimi siwezi nikakuficha hata siku moja. Kitu gani baba? Siwezi nikakuficha hata siku moja. Bwana, hebu ngoja. Mambo mengine haya yalikuwa ya serious. Ni hivi. Mwanangu, wewe sasa hivi hapo ulipo umekuwa mwanangu. Samsa. Nimeshakuwa mkubwa baba. Lakini kila nikikuangalia uko bize na vitabu. Uko bize na simu kubeti, uko bize sijui unaingia wapi, uko sijui Instagram, sijui YouTube, sijui. Uko bize na mambo ya hovyo kabisa ambayo mimi babako siyaelewi, sijayapitia. Babako sikuwa hivyo. Mwanangu, sijawahi kukuona una mwanamke yote ule, una rafiki wa kike. Au mwanangu ni domozege, sema nikupe mbinu. Unajua mwanangu, nikwambie kitu. Mimi kipindi niko kijana, nilikuwa kama niko kocha ambaye ni Pep Guardiola. Nikizamilia sehemu, nikidata sehemu babako, nilikuwa nang'ang'ania mpaka nitoboe. Kama Pep Guardiola alisema, mimi kutoka Man City mpaka timu ya Man City ichukue UEFA Champions League. Na mimi kipindi kile sikiliza nikupe ubuyu. Kipindi hicho mimi nikidili na mwanamke. Ilikuwa ni kufanya mazoezi, ilikuwa ni kupasha, kuhakikisha kwamba mpaka napata yule mwanamke. Lakini mwanangu wewe haujanifuata mimi. Kwa nini? Baba sasa habari sita wanawake. Baba, kwani mama amekwambia nilimwambia asubuhi? Ameniambia nini? Nilimwambia kwamba mimi nataka nirudi shuleni, chuo tayari. Nani amekwambia? Madaftari nataka mninunulie. Ndio. Sasa baba wewe sawa wanawake. Kwani nani amekwambia sikununulie madaftari? Madaftari na kununulia, lakini kwanza maada yangu ambayo nimeisema mwanangu naichukuliaje? Mamako anakuwa yule. Haya, unataka mamako kazi zote zimalize. Wewe leta mwanamke, utaenda shule huko mwanamke yupo anatusaidia kazi za ndani. Kocha nikwambie baba. Yaani mwanamke sawa unamleta. Lakini sasa hivi mambo ya shule, sasa hivi mimi nikiwa hata mwalimu, kwanza hapa nyumbani tunaweza tukachenga, tunaweza tukatengeneza mambo yakawa mazuri. Sasa ukileta mwanamke, mwanamke sasa hivi hayaeleweki. Sikiliza. Wahenga wanasema ukiona sehemu kuna maendeleo, nyuma kuna mwanamke. Unajua nyuma ni wapi? Nyuma kuna mwanamke sehemu yoyote. Huwezi sikiliza. Baba unasema huko nyuma kuna mwanamke huko. Mama mwe bakosha ali anere na byala de nto. Nyuma kuna mwanamke huko. Lento hoto weri anere batokobane. Mama Musa, to weri anokweli. To weri anokweli. Baba Musa. Silikwambiaga. Mtoto wetu ni domozeki. Mimi kazani mwaka watatuletea mke. Na makuu naisha hivyo tu. Olewe na mtoto wetu. Nakwambia hivi. Kewane. Onekenoyo pakole na malokole gigoroha. Tohono ronkema ekirenele tamani noko yomba. Teri langa leno mambo kama daftari. Baba. Ndio. Afu mimi kaka sikwanga namwambia. Hizi kazi angekwepo wifi. Ndio. Alafu wewe na wewe umeanza sasa hivi. Nimeona juzi. Wewe. Sikakutana na nani na Salima. Salima nampenda, hata anamuogopa. Umeanza. Mimi nakwambia chura sio samaki. Tonko etentero. Mimi nakwambia hivi, wewe kwani umeshamleta mwanaume? Mimi nenda shule. Shule gani? Mimi nasoma mimi tu hapa nyumbani. Tulia. Hapa sio kuzozana. Mwanaone wewe umekuwa. Sababu na tafuta mwanamke ukienda shuleni. Mimi nataka madaftari. Mambo sasa hivi huko nikienda, sasa hivi kuna ile ya pumu ile. Ndio kuleka. Wewe mtoleka kama kunifuata. Ndio kuleka. Kama nipo sawa. Nataka mwanamke hapa. Mama si umesikia? Huyu mama. Haya tukubona kukukolela noko. Kukukolela noko. Toho. Afuna wewe sasa na toho. Wewe kaka. Wewe tu na wewe. Na wewe sasa tunafuna niambia mambo ya ajabu. Alafu na wewe. Hebu nitokelee hapa kaka umenikasiria. Mimi naita mtaani na kukasa. Mimi ninunulia kwanza madaftari. Mimi umenikasiria ngoja mimi nikazurudi. Kwa uende sasa kwa kabwana kako. Nenda kusoma, nenda kwa rafiki yangu. Kesho tunaenda kuangalia majibu yatakuwa ni. Majibu ya nini? Alafu nimesha kuona sasa ndio maana tabia yako imebadilika. Nitoka si wakulemewa ke. Ahene na mpempenene tu mnashikome na bilinke. Habari yani.
Kosha gari. Ni. Amari kidogo kesho wasakira kukuno. Bengwe, jani pere jeneji. Jani pere jeneji afini tukije. Kashina ka hubo koyo chuela kunikesha kunikoma nkamo. Uruchira kukoma kyo cyo kutuja. Nena lile pakali sta masala. Kashamo kale shira mu masala. Ja ya nchembe ya ja. Yetisaka. Enyano na nayo ndono kukomera shikome nako puputoko. Kole man dohomwe nkusu. Nini? Mabumbu kwa kweli. Oburukumya wa hela wano. Ingapeleka tu kwa fundi. Kana kabisha mpini. Yeah. Nginero alikosha. Bebe. Kewane mwana machariwa. Kewane mwana machariwa. Kage. Kage. Kewane mwana machariwa. Sasa. Nawe uko chana. Na mpugu cha kujikombe kuno. Oh, kwa nikonko ulikuwa unioni sasa? Kaka samahani. Samahani ya nini umeshaniumiza unaona? Bahati mbaya bahati gani kutoka huko kote basi. Hiyo njia yote uioni. Hebu acha kunishika samahani basi. Samahani nini sasa? Mume wake. Leo niache mimi. Sasa kama wanawake wengine. Yaani pale ile tunashindwa kuliona mpaka unakuja kunikoma. Ile mikosi tu atujia asubuhi. kuna wakati niongee ya kodi. Mbona utaki lakini? Sasa tuongee tu mpaka kuni wao. Si ndio salamu hiyo lakini na wewe Musa. Salamu anasemaka good morning Kizungu. Basi samani sogea basi hapa tuongee. Tuongee. Unaelekea wapi? Nenda kwa shangazi pale. Hapa kama umekwaruzika hapa. Nili nikonga hapa basi hapa nikaumia. Mimi niko natoka huko sokoni naelekea nyumbani. Musa unajua nini? Mbona unaogopa lakini na wewe? Sio unaanza kunishika tena hapa. Yaani Musa mimi nakupenda. Na hili swala siku nyingi mimi linanitesa ujue. Swala gani? Sasa upendo wangu kwako. Musa mbona unakuwa muoga lakini mbona hutaki kunisikiliza? Ukae pembeni habari za kwanza kunipenda mimi wa chuo. Haya niangalie Musa. Naomba nikisi hapa. Nikisi basi. Moja. Mama ni mkali. Naogopa hapa tupo wenyewe lakini. Mama ni mkali habari za kwanza kukisi mama alifa mkali. Hayupo sasa hivi mama. Musa nikisi basi. Mimi naenda kwa shangazi kusoma. Tungeongea tu kidogo afu baadaye ndio kaenda. Tunaongea sasa hivi. Ongea tena shangazi. Nimekwambia nakupenda, naomba jibu. Nini naweza nikukupa jibu gani sasa na wewe? Usinikubalie lakini mimi nakupenda. Unaweza kukubalije sasa mtu anakupenda? Naambia nakupenda pia. Naambia basi hata wewe unanipenda lakini angalau tu na mimi. Wewe na wewe mimi nitakuwa shangazi bana.
Msa bana. Wewe na wewe Nini? unaweza kunishikilia tena. Kumbe unaweza kunifanya vibaya. Musa. Mambo vipi? Safi vipi? Mzima? Safi. Bana. Nimekuona ulikuwa umesimama na Naomi hapa amekupa salamu hujamtikia kulikoni? Naomi nilikuwa naye. Nimesimama nimezungumza naye. Acha uongo wewe. Nimezungumza naye nakwambia kwamba yule mtoto ni mzuri. Yaani nakwambia pale nimesimama nikaanza kumpa mistari. Acha neno zako tumeshakuona wewe. Umesalimia hujaitikia chochote. Ulikuwa kimya unajipinda nini? Unaogopa wanawake wewe? Wanawake sio simba bana. Mimi nakwambia kwenye pisi pale nimemchana mistari nimemwambia mimi tata nakupenda tunachua. Mwanza tena kucha. Mimi nimemchana mistari nimemwambia mimi nakupenda. Bro, acha uongo. Tumeona kila kitu hapa. Kila kitu tumeona. Mimi nimefika pale nikaanza kumwambia nakupenda nikambusu nikamkumpatia hivi. Jamangu, si tulikuwa pale? Tunashuhudia kila kitu hapa. Hujaongea chochote. Sasa bana alipokuambia tu kwamba kaka mambo ungemtikia fresh nini Yaani unamsogeza kwanza. Kwani wewe alikuwa kwanza huyu asiongee. Mimi pale sasa nimemkumpatia nikamuoa nikamfanya na hivi. Asiongee Una matatizo. Haya bana, ngoja nikupange wewe ni jamaa yangu kabisa. Ni jamaa yangu. Sasa yani kama mwanamke anajiingiza kwenye data kukupenda, yani wewe ungefika tunamwambia dada mambo. Sasa akirudisha tupoa baada ndio chance ya kwanza kuongea naye. Mimi ni mtu wa chuo. Mimi nimempanga. Sasa nikipata ile mapesa ya pumu yale kuchana moja kwa moja. Unajua wewe simuelewi. Sikiliza sasa nikupange. Jamaa wangu, wewe ni jamaa wangu, wewe ni bro wangu. Kwa hiyo yani yule dada kwanza anakupenda yeye mwenyewe. Yani wewe ungepiga tu pigo ndogo tu hapo yani tayari shayangisha kuelewa. Sasa ukikutana naye tena mwambie tu bana nimetokea kukuelewa sana yani nimekupenda upo moyoni mwangu. Yani unamwelezea uhalisia kabisa yani. Alafu ngoja nikwambie. Na usiogope. Haka kenye kasiongee kabisa kasahau hakajua atakutongoza wanawake. Mimi yule mwana. Huyu mwamba. Hivi unafikiria hata kama ningekuwa mimi pale asingetoboa mwanangu. Mimi ni mwamba. Wewe ni mwamba wa Lusaka. Mimi nakwambia nini? Mimi alikuwa atoki bana pale. Nakwambia pale mimi unaogopa na wake mangu. Nimekakumpatia nikaanza kutetema hivi. Sikiliza sasa tukupange jamaa wangu. Yule jukumu hilo ngoja nilivae mie. Uvae kufanya. Ngoja. Na kurekebisha vitu umpate kwa uzuri. Ila huo uoga wako uache sasa. Shita sasa ngoja nikwambie. Shita nyewe wanene ukianza kwenda kurekebisha unaweza kukatongoza. Hapana, mimi nakukubali wewe jamaa wangu. Ukikatongoza mimi mtu wa chuo na kuharibu. Ila uoga huo nao. Usinishike alafu na wewe usinishikilie sasa. Sasa nini sasa? Wewe unajua nini sasa na wewe? Huyu ngoja tu nikwambie kitu kimoja. Wanawake usiwaogope. Wala sio simba. Ukimwogopa mwanamke utampenda nani mwingine? Mimi ni bro wako tu. Aiza siku moja sipo hapa unapata mwanamke. Kwanza upo huyo Naomi amekupenda mwenyewe, amekwambia kaka nakupenda. Unajishobosha wewe. Umekuwa mwanamke wa kutongozwa. Kwanza pale ulikuwa umepata chance kabisa ya kumpata. Na umeanza kunitukana au unaniambia sio na kutukana na kuambia live kabisa wewe jamaa wangu usikufiche vitu. Siku nyingine usirudie hivyo. Alafu kasiongea aka kabisa aka. Asiongee kwa nini wakati naye ameshuhudia tulikuwa wote pale. Kanakaa kwa nani aka na kenyewe. Sasa mimi ninachoshangaa jamaa amesema kwamba nimemkumbatia, nimempiga busu. Wapi? Funguka kama umeshinda sisi tukurekebishie mambo. Yule chapu tu unampata mbona? Nifunguke kwani mimi. Kwanza ni wa chips kavu tu tayari anakuja ghetto. Yeye jamaa umechekesha. Yani unanishika kabisa wewe. Unajua nini? Sikilia usio ugomvi sasa tena, usio ugomvi. Hapa tunaelimishana tu afu tunaambizana ukweli. Ikitokea hata imagine mimi, lazima uniambie kabisa ukweli.
nikiogopa mwanamke njoo live kabisa uniambia nimekusikia nimekuona jamaa kweli kwamba vipi mbona umemwogopa hiyo simu linapikiwa mimi naenda sasa ongea mtamwingia sasa ila jamaa umetuboa bana ila ametuboa kwa kweli simaki umetuboa unajua huyu yani simuelewi kabisa anapomwogopa mwanamke yani unajua huyu bro kwanza ukimwangalia hasa ameanza kutuongopea live kabisa tunamuona eti nimemkumbatia amefanyaje ila unajua nini siku moja huyu mimi nimtembelee nikampange kabisa ila kweli aiza mbele ya baba yake kabisa naogopa wanawake kweli kabisa maana anatoa biza sisi wanao jamani sasa anasimama kwanza ukimwangalia mshikaji mtanashati nini ningekuwa mie pale yua nasema kwamba basi haina shida. Wanakatia mahindi sasa hivi. Watu sio waoga. Yaani sasa hivi watu mvua imenyesha tu mwezi wa 10. Waishaanza kupanda mahindi. Alafu mahindi wewe ni ya gharama, watu wanunua. Wana uhakika gani kwamba mvua tayari imeshaanza kunyesha sasa hivi? Mimi mpaka ufike mwezi wa 11. Hapo ndo najua masika sasa yameshaingia. Unaona mzee Shinyanga hapa kashaanza kukatia shamba lake lote la kule bondeni. Lakini nikiangalia dalili mvua hata zipo za watu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa mbinguni palipoinuka, bariki chakula hichi kitakase jamani. Unajua anapika nani leo? Nikukubali mwanangu kwa kupika. Leo umetuandalia dagaa za ukweli. Kwanza kukubali. Babako ataka mama amechoka huko na shamba, amekimbizana na ngedele, amekimbizana na tumbili huko. Akaja kumfurahisha kwenye msosi. Wewe wacha we. Maana sasa unamsikia mwanao. Nakwambia hivi, wao wanasema hivi. Upendo wa mama huwa unaisha pale ambapo tunapata binti. Ana huo utajua kutosha. Ng'ombe ambazo nilikupa zitarudi kwa huyu. Muda sio mrefu. Sasa bwana. Mtoto wangu Musa. Naam baba. Unajua mimi kila siku nakushauri. Utaanza kusema ni kwamba huu ni wimbo wa taifa huyu baba naye. Ila mimi mwanangu ni kwa ajili ya manufaa yako. Yaani hiki ambacho nakushauri kila siku ni kwa ajili ya manufaa yako ya baadaye, lakini pia kwa manufaa yetu sisi. Mwanangu huwa anakuambia mimi nimezeeka. Alafu pia mimi kazi ni nyingi. Lakini huyu mdogo wako muda wote ana uwezo wa kuolewa. Akaondoka hapa nyumbani, tutabaki mimi pamoja na mama yako. Ona tulivyokuwa wazee. Hatuwezi tukamudu kazi zote za hapa nyumbani. Sasa kila siku nakwambia chuo utaenda mwanangu sana. Lakini naomba utuletee mwanamke hapo, utuletee mama mkwe hapa. Nataka kuleta nenda mwanangu. Naona umeshamwambia baba. Nimemwambia saa ngapi? Umeshamwambia. Nisikilizeni wanangu. Hapa sio kwa ugomvi. Huyu akishaondoka hapa, mama yako majukumu yatamwelemea. Mimi hapa kazi ni nyingi. Kazi za shamba. Kazi nyingi mno mimi. Halafu ukienda huko chuo, unaenda kukaa miaka hii 3. Unafikiri mwanangu ukirudi utanikuta mimi nina hali gani na hizi kazi ngumu ambazo nazifanya? Inabidi umpumzishe mama yako, lakini pia unipumzishe mimi kazi hizo ngumu. Sikia baba nikwambie. Mimi hapa mimi mliniambia kabisa hata kipindi cha nyuma ukaniambia. Lakini sasa hivi baba wanawake sasa hivi hawaeleweki. Yaani sasa hivi tunatafuta wale wanawake hata kama ukimleta nyumbani. Awe na biashara naye amesoma. Tunaleta li mwanamke tu baba unakuna teseka. Mimi nimechoka kukueleza. Maana kanki kakine. Ule mama Musa
kanke mana kukuchanganya unene ukenendelea chakana bisai temporo unene kwenga hapo to tempore lakini ukitaki baba yangu huyu ana hasira baba yangu ni mkali temporo unene na haya kuna huyu muiranya pole mkuyo nibishia nakwambia kwa utaratibu kwa kukushauri mwanangu fanye hivi ni manufaa yako ya baadaye unaleta ubishi unatakiwa uoe udomozege sio mzuri ongea na wanawake ongea naye kwamba tuende kwa wazazi mimi nipo tayari kutoa chochote kile ukimpata mwanamke mimi nimechoka kukubembeleza naomba mwanangu Musa uoe ukienda chuo uwe umeoa usipokubali maagizo yangu mimi kwa sababu ni faida yetu ya baadaye na pia ni faida yako wewe utasoma kwa makini utasoma kwa bidii ukijua kule na mwanamke sasa ukibisha kuleta mwanamke hapa wa kutusaidia kazi zetu kuchua sikupeleki unataka uoe huku endelee kusoma Nami baba Lakini Musa, unajua unachokiongea baba ni kitu cha ukweli. umeshaanza sasa afu wewe Hapana, sio kwamba najua. unataka kuniambia nini sasa unaniambia nini mimi nimeanza Wanatakiwa watu kubaliana na baba. Oa kisha uende chuo. eti mama Kwa sababu huwezi kujua kuna leo na Unajua kesho. mimi mwanangu. Mimi naweza nikaondoka baba yako. Alafu mimi jua nimeshakuwa. Huyu je akienda kuolewa? Mimi kazi ndio kuolewa. ni mama Naenda shambani, alafu kuna tegemea na baba kumtike, mpatie maji. Kweli? nataka maisha mazuri ila sasa kwa vile umeshaniambia sasa hivi mimi nikienda chuo nitakuja na mwanamke ila sio sasa hivi kwamba nioe eti ndio niende chuo nikienda huko nitakuja naye hapo hapo sitaki uongo mimi nimechoka kumbembeleza huyo Musa mwanone abakemo mtsenkuku bali mubinki bawiza baheshima uleta kucho kuchua kwenda kukatuletea mama na make ambayo ukimwambia kupika msusa ataweza ukimwambia kupika haya matembele ataweza naleta kautole wa mtsenkumu wa heshima ula kutuendele kaukesha kama ndiye mimi naka mazalamu kole choko kwa mazalamu imwani yoko natota kaka utole niyo uleka tola mwa mzee Masanja alihonki mawiza yani huyo sasa baba ngoja nikwambie mimi kwa vile umeshaniambia nitalifanyia kazi kuanzia sasa hivi nitamuleta kabla sijaenda chuo bila sio kwa mzee Masanja mimi hamna huyo hiyo nimeshamuona na fulana wengi kama Tera baba hamna huyo kwa hiyo tafuta tu mwingine nitakuja naye kwa unaahidi kabla hujaenda chuo unaleta hapa tamleta tu acha ila huyu ndo analeteleza nitakuja naye haletelezi nimefanyaje? huyu anafanya jambo jema na anakushauri tu tazama mama yako hapa usimpa kofi ubebe tazama mama yako amekuwa mama yako furaha yake kwanza ni kuona wajukuu yao baba yako tuiro choko choko enoko ukikasha kwa mamwani utokaiwe no rumwizo kuru mpandike makema ka uzazi wa mpango angu uzazi wa mpango niketukikwa kyangu male nkoko chabira na uzazi wa mpango angu jira angu kawani angu koko chabiro bya uzazi wa mpango makabiri Hapo yeye aleta. ale kala tole kolero bise enkoko chakienye chichabira kama 20 hamono wewe bora ukapandika makema kamwanya akakoyobya kakakobya uzazi wa mpango familia miaka 5 wabyalaga mwana omo paka wante mkwanti unikini umeshiba utakaka umeshiba baba mimi nimekubali na ukubali nitamleta na uwe unaongea nao udomozeke stake Baba waga anakimbia wanawake. huyu alafu kumbe wewe ndio unaleta alafu usimpa kofi unene kocha kwanza nafikwa kwa mno baba si mimi nimekubali sasa mimi nitamwambia nitakuja na mwanamke hapa tena nitaanza kuongea nao Baba udanganya. Na wewe. Anakimbia wanawake. tekera kaka ni hivi kama yani mimi nimekubali tena mimi mwanangu yule amuelewa mimi si jembe langu huyu sasa ndio umeongea sasa sasa huyu lazima uende ukima komane Amoe rafiki yangu. asipoleta mwanamke chuo simpeleki ngo rafiki na yako ndio maana nakwambia hivi lazima uende ukima na ntwalo kwa chuo lakini baba ngoja nikwambie baba unangona huyu ndio asianze umalaya watu mtoko nataka ng'ombe hata 10
niendelee kusoma chuo. Ndio, na utasoma. Mzee Makoti hanaga hanaga mbambamba kwenye mambo ya ukweli. Nimeshaanza kumuona kale kafulana kakwa nani kapo ka sharo mtepesho mpaka hapa. Hatutaki hapo. Baba mimi nakwambia ukweli, huyu ashabatilika. Angalia aliponyoa. Wewe tolaka, ni wani kote. Tolaka. Sawa baba. Kutoka bunki. Mimi baba Ako nifakawe. Uruwazunyaka ichule cha. Ngombe jane jile kuiporoko. Jile kwa ngombe 70. Ele biti. Tukakoche. Tukoche ngombe nuru 10 cha kwa ntege ja ukasome mwana one. Soma kwa bidii, lakini pia acha umalaya kule, utaenda kukutana na wanawake wazuri. Usimsahau mke wako utakayemuoa huku. Sawa? Unasikia? Sawa. Hivi baba. Wewe na wewe mimi naenda shule. Atapata mwanamke kweli? Nishamwambia tutajua. Sasa hivi lazima uoe. Lakini baba tunamfahamu Dula. Huyu mimi hasa ni Dula kwa pale kwa mzee nani pale? Namjua. Hata ukimuuliza Dula. Kaka anakimbia naye. Alafu baba huyu unataka kuongelesha hivyo ili usiuse ng'ombe zako. Nimekumbuka. Na seselejwa. Onsenkano wano wishampelo watupoli mali huyo. Ndio baba. Nzenkano wana na holomi. Wajira le niyombo na huyo natupa kulila maliwa. Hapo nzenkano nonoki. Ila haline na kukwama. Unaneo msema kwanda. Nataliaka na seselejwa. Nibo na seselejwa. Bana bane. Ila baba. Ninakwenda shule sasa hivi. Ninataka na mimi yani nipate akili nifike mpaka degree. Ndio. Soma mpaka degree. Nikicha hapa baba, hisi nyumba tunabadilisha na gari na kuja nayo. Sawa. Wewe baba kauze tu sile ng'ombe, mimi nite shule. Na mwanamke naoa. Kama unasema ukweli. Mimi baba nimekwambia, nimekuahidi mimi mwenyewe. Kama unasema ukweli. Oa mwanamke leta hapa, tutamlea vizuri kama mtoto wetu. Lakini pia ukienda huko chuoni huko, jihadhari mwanangu. Magonjwa ni mengi. Utakutana na vishawishi mbalimbali. Huko chuoni. Kuwa makini. Kile kilicho kusikiliza, msikilize baba yako. Kile kilicho pole. Kile nimeseserejwa. Nimeseserejwa jamani. Hivi ukienda kule kasome mwanangu. Udiri na hiki moja. Enzi zetu mimi nilikuwa msomi. Na wewe mwanangu umefuata akili ya babako. Lakini sisi mila na desturi, imani zilizokuwepo zamani, babu zenu walikuwa hawaamini jambo la kusoma. Hata hivyo ukishafaulu majina yetu yalikuwa yananunuliwa kule mjini, watu wanachukua majina wanasomea. Mimi nilikuwa na akili, nilikuwa wa kwanza darasani. Mwanangu nakuaminia. Utaenda kufanya vizuri, usifate makundi ambayo ni mabaya. Ishi vizuri, kumbuke kwamba kuna mwanamke wako ambaye utamwacha hapa, ambaye atakuwa anatusaidia kazi zote za hapa kama mkwe wetu. Kwa naomba heshima iwepo, uende ukajilinde. Tambua kuna magonjwa mengi, lakini vishawishi vingi, uvutaji bangi, mambo magumu. Usifate magurupu ya ovyo. Kuna wengine watoka kwenye familia ambazo zina uwezo. Kwa mwanangu, ukiwa unasoma, soma kwa uchungu, ukijua kabisa kwamba mimi hapa nimetoka katika familia ya kimaskini, inabidi nisome kwa bidii ili kesho na kesho kutwa niyabadilishe maisha ya kwetu yawe mazuri zaidi, na uwe mfano katika hiki kijiji. Nini mwanangu, utakuwa mfano katika hiki kijiji. Salamu yangu. Akili imekuja. Salamu yangu. Akili imekuja. Ukause ile ng'ombe baba. Na boko nkahi kiha. Ngoje kidi. Moto lipole pole bana bane. Mkuni bolaka kabla mtateta kwa mwisukuru wane rodo mubyala. Naenda shule nakwambia. Anaenda. Naenda shule baba amesema. Akisoma huyu anakusupport wewe. Hata mume wake huyu akicha kuolewa huyu. Wewe na wewe utulie ile bwana lako lile la pale para. Bana nije kidogo. Sawa mwanangu. Usikafu usiku umeingia. Sitaki wewe unazurura mwanangu. Sasa hivi ni usiku. Inabidi mwanangu unatulia ndani. Ila naomba unifanyie kazi lile ambalo nimekwambia. Hapo tutafurahishana mwanangu. Tutafanyia kila kitu mwanangu msa unachokitaka. Sawa? Sawa baba. Ngoja nitoke kidogo. Ndio msalani. Baba kwa makini, sio kafa mapema. Mimi nipo. Kaka naomba simu. Simu ya mama na simu. Hey.
Mama, hii simu umenipa wewe? Hakuna siku simu kemkani. Mcheche mwe. Mama, hii simu ya kwangu mimi ndio bado nasoma, hii itakwenda nisaidia kwenye masomo yangu. Ila zingatia maelekezo ambayo kaelekeza baba. Baba nishazingatia. Kienda tu. Yaani sasa hivi nitakutamleta mwanamke kabla sijaenda. Umeanza. Alafu mama, huyu mtu alikuwa ananileteleza kama naiona ile siku kaka siku gani? Mwanamke. Yani style. Huyu. Takuja nimpige huyu mimi. Alafu mama, huyu mimi hanichui. Shuo kuna wasichana. Baba kwanza sichamwambia. Wasichana wanafaa tunkoto. Kuna mwingine eti mama alikuja barabarani. Mimi nakupenda, nikamwambia unanipenda. Nikamwambia mama mkali wewe, nitakutunta. Lakini sasa nitakuja nikafuatilie nikakaleta. Nikasudi tu. Basi sawa mama, hamna shida.